Ili uwe wa kwanza kupata habari za michezo na burudani, subscribe, comment, like pamoja na kushare katika peji yetu. Bwana, timu ya Simba kwa hivi sasa ipo katika harakati za kumtafuta golikipa. Kama unavyojua bwana, golikipa wa Simba Pinpin Kamara ameumia. Pia golikipa namba 2 Yakubu Suleimani pia ana majeruhi. Kwa hiyo timu hiyo imepoteza makipa wake wote wawili wakiwa ni majeruhi. Kila mmoja bado hajulikana atarudi lini, ikiwemo golikipa wake namba 1 bwana Pinpin Kamara. Lakini kocha wa timu hiyo bwana Steve Barker amesema kwamba golikipa Pinpin Kamara kama mpaka mwezi wa pili atakuwa hajarudi katika kikosi cha Simba, basi atafutiwe golikipa mwingine. Kwa hiyo uongozi wa Simba umeona mpaka hivi sasa Kamara mpaka mwezi wa pili atakuwa bado hajapona, ndio maana wameanza mchakato wa kumtafuta golikipa ambaye atakuja kuziba nafasi ya Kamara, na golikipa huyo ni Issa Fofana ambaye kwa hivi sasa anachezea timu ya Azam FC. Golikipa huyu bwana, kabla ya kuja Azam msimu uliopita alikuwa na timu yake ya Al Hilal ya Sudani, na ndio alikuwa golikipa namba 1 wa timu hiyo ya Al Hilal mpaka katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika alicheza mpaka hatua ya robo finali. Kama unakumbuka, pia Issa Fofana alikutana pia na Yanga katika hatua ya makundi, mechi zote mbili, ya hapa nyumbani Tanzania Al Hilal akishinda goli 2-0, lakini pia kule Mauritania Yanga wakashinda goli 1-0, na golikipa ambaye alikuwa langoni ni huyu Issa Fofana. Ni kipa ambaye ana uzoefu mkubwa. Wana Simba wameanza mchakato wa kuongea na timu ya Azam, maana toka ametoka katika timu ya Azam anaonekana hapangwi. Goli namba 1 anaanza Foba. Kama unavyojua bwana, Azam wana utajiri wa makipa, wana Issa Fofana, wana Foba, pia wana Aish Salum Manula. Hivyo Simba ameona kwamba kuna uwezekano mkubwa wa kumpata golikipa huyu raia wa Ivory Coast. Ni golikipa mzuri, kama unavyojua bwana, ashawahi kudaka mpaka katika timu ya taifa ya Ivory Coast. Sio rahisi kudaka katika timu ya tembo wa Afrika bwana Ivory Coast, kwa sababu Ivory Coast wana wachezaji wengi ndani ya Afrika na nje ya mipaka ya Afrika. Sio wengi tu, wachezaji wazuri wenye quality kubwa na wenye uwezo mkubwa, na ndio maana Issa Fofana ameshawahi kubato na wachezaji wakubwa, makipa wenzake, na akaingia katika kikosi hicho cha Ivory Coast bwana. Ndio maana Simba wameona ni chaguo sahihi Issa Fofana kwenda kuitumikia timu ya Simba. Vile vile kutokana bwana Issa Fofana msimu uliopita alikuwa pale na Al Hilal, kwa hiyo uzoefu anao wa mashindano ya kimataifa. Sio mara yake ya kwanza kukaa golini katika mashindano ya kimataifa, na ndio maana imekuwa ni wakati sahihi wa Simba kuongea na Issa Fofana pamoja na Azam, ikiwezekana wampate hata kwa mkopo, kwa sababu golikipa ambaye walitamani wawe naye Pinpin Kamara mpaka hivi sasa ni majeruhi. Kwa hiyo mashindano ya kimataifa yanahitaji mtu ambaye ana uzoefu, ana experience, ambaye anaweza kusaidia timu kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu unaweza ukaenda na makipa kama akina Aberi wakaja wakaiangusha timu kutokana bado uzoefu hawana, na ndio maana Simba wanapigana kivyo vyote vile wampate Issa Fofana. Issa Fofana bwana, Azam wenyewe hawajakunja. Azam hawana kinyongo zidi ya Simba, wenyewe wako tayari kuwauzia Simba huyu golikipa au kuwapa kwa mkopo, bali makubaliano yao yatakapokamilika. Je, Simba wako tayari kumwaga noti ili kumchukua Issa Fofana mazima? Lakini Azam hapo awali walikuwa wanataka wamtoe tu kwa mkopo. Hiyo ndio ilikuwa bwana, ni vita, vuta ni kuvute. Wenyewe wanasema patashika ya nguo kuchanika kati ya Simba zidi ya Azam juu ya golikipa huyu bwana Issa Fofana. Sio rahisi kwa kumpata golikipa huyu, lakini kama unavyojua bwana, Simba na Azam huaga hawakaziani. Hata Simba shachukua wachezaji pale Azam, wakina Manula wakiwa katika piki kubwa, wakina kapteni wa Simba sasa hivi bwana Kapombe, wote walitokea pale Azam, wakina Nyoni. Kwa hiyo hata kwa Issa Fofana sidhani kama watakaziwa, wataachiwa mchezaji tu bwana awasaidie katika mashindano ya kimataifa, kwa sababu wao wana utajiri wa magolikipa. Magolikipa wao wote ni wazuri, na wao katika mashindano madogo ya shirikisho, lakini Simba yupo klabu bingwa barani Afrika, hivyo wanaweza wakaelewa juu ya kipa huyu mwenye uwezo mkubwa, mwenye quality kubwa, ambaye level yake ni kama watu wakina Pinpin Kamara, wakina Diala, wakina El Shenawi. Ni makipa wazuri, makipa ambao wanaweza kuibeba timu
katika mikono yao, yani timu ikiweka katika mikono yao inakuwa ipo sehemu salama, kwa sababu wanaweza kufanya save ambazo hata wewe mwenyewe huwezi ukazizania kama pale lile sio goli. Golikipa kama huyu anaweza kusaidia kuokoa michomo ya aina yoyote. Huyu ni Issa Fofana. Hapa wana Simba wanaendelea kuimarisha kikosi chao, kwa sababu apofika kabisa wanajua kwamba wana mashindano ya kimataifa, yani klabu bingwa barani Afrika, na huku ndiko sehemu ambako Simba imejizoea umaarufu mkubwa kutokana na kufanya vizuri ndani ya mipaka ya Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Simba ni timu ambayo inaimbwa kutokana na jinsi ambavyo inajua kucheza bwana mashindano ya kimataifa, lakini kwa msimu huu wameanza vibaya, lakini kuteleza sio kuanguka. Unajua bwana, walimeteleza katika mechi mbili ambazo wamepoteza, lakini hawajaanguka, bado wamesimama imara, na ndio maana wanafanya usajili mzuri ili warudi kwa kishindo katika mashindano ya kimataifa, waendelee kupeperusha bendera ya Simba Sport Club, waendelee kupeperusha bendera ya mnyama pamoja na bendera ya Tanzania. Na ndio maana kwa hivi sasa wanasema wanavunja benki, wako tayari kuchukua mchezaji yoyote mzuri ambaye anaweza kusaidia Simba kuitoa katika sehemu ambayo hivi sasa wapo. Watu wengi wanadhani kwamba Simba imepotea, watu wengi wanadhani kwamba Simba kwa hivi sasa ni timu ya mchekea, ni timu laini, lakini wenyewe wanadai kwamba Simba ni timu ngumu. Simba ina uongozi mzuri, Simba ina wachezaji wazuri, hivyo watu wasiiseme kwa mabaya, watu wataenjoy show za Simba katika mashindano ya klabu bingwa. Watu wakae tayari kuanzia tarehe 23 kuenjoy kuiona Simba zidi Esperance de Tunis. Hii ni mechi ngumu na ni mechi muhimu kwa mnyama. Mnyama anasema mechi anaitaka, mnyama anasema hii ndio mechi ambayo inafufua matumaini kwake, na ndio maana hata usajili wake ni usajili wa kimkakati, sio usajili wa kukurupuka. Usajili huu ni usajili wa kuifanya Simba iendelee kusonga mbele, na kufanya Simba iendelee kumaintain level zake katika mashindano ya kimataifa. Na hivi sasa bado wanaendelea kusajili wachezaji wengi wazuri, ukichana golikipa Issa Fofana ambaye muda wowote mpaka hivi sasa atakuwa ni mwana Simba bwana, kutokana na Azam hawawezi kukunja juu ya Simba. Ni timu ambazo zina maelewano mazuri, ni timu ambazo zishafanya biashara nyingi kwa wachezaji wao, hivyo kwa Issa Fofana sio jambo kubwa kwa Simba na Azam. Kwa hiyo muda wowote bwana Issa Fofana ananunuliwa na Simba na anasaini mkataba miaka 2 kuitumikia mabingwa wa Tanzania Simba Sport Club, na kuungana na Simba katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Ni ndoto ambayo wana Simba wengi wanatamani waifikie kufika hatua ya nusu finali, na ndio maana usajili wao wa dirisha dogo ni usajili mkubwa, ni usajili babu kubwa, ni usajili ambao unalenga Simba kufika katika hatua ya nusu finali kama Mungu akijalia, kwa sababu msimu huu Simba wameanza vibaya, lakini hawajakata tamaa na haikatishi tamaa kutokana na timu wanayo. Bwana wewe unaruhusiwa hapo ku comment katika comment section, unaandika chochote ambacho unakiona juu ya golikipa Issa Fofana. Je, anaenda kuchukua namba pale Simba kutokana na makipa wote hawapo, au kipi kitakachoendelea pale katika klabu ya Simba? Shusha comment yako hapo bwana, subscribe, utakuwa umetisha kinoma noma, utakuwa unakuwa wa kwanza kila siku kupata habari za motomoto kila siku zinapotoka